Je, jiji linaweza kupumua, kucheza na kukumbuka? Hapa katika ukingo wa Amerika Kusini, kuna jiji lililojengwa si kwa ardhi tu, bali kwa simulizi. Hii ni Buenos Aires, mahali ambapo Ulaya ilikutana na Amerika na mambo yakabadilika kabisa. Jiji hili lilizaliwa katikati ya mto na tambarare za Pampas. Upepo wenye unyevunyevu kutoka bahari ya Atlantiki hulipoza jiji hili majira ya joto, wakati ardhi yenye rutuba nje ya mipaka yake hulisha mamilioni ya watu. Lakini leo tunautembelea moyo wake. Ni siri zipi zimejificha katika mitaa hii? Tunaanzia Monserrate na San Nicolas, maeneo ya kale na ya katikati kabisa ya Buenos Aires. Plaza de Mayo si uwanja wa kawaida, ni kitabu cha historia kilicho wazi. Mapinduzi, maandamano na sherehe zimeandikwa juu ya mawe yake. Nyumba ya waridi imesimama hapa si kwa bahati. Jiji lilikuwa kutoka ukingo huu wa mto kwa sababu maji yalimaanisha uhai, biashara na mamlaka. Buenos Aires iko juu ya mashapo yaliyoachwa na mito ya kale. Ardhi yake tambalale ilirahisisha upanuzi, lakini pia ikaifanya iwe hatarini kwa mafuriko. Ndio maana binadamu alibadilisha mwambao wa mto, wakaiunda asili kulingana na mahitaji yao. Ikiwa ardhi iliunda mji, je, mji uliwaumbaje watu wake? Eneo la Recoleta, jiji hunong'ona badala ya kupaza sauti. Makaburi haya ni jiji la wafu, lililoundwa kama jiji la walio hai. Barabara, nyumba, vitongoji. Hata katika mauti, Buenos Aires inaakisi maisha ya mjini. Hapa amelala Eva Perón, mwanamke aliyekuwa zaidi ya historia. Aligeuka kuwa hadithi. Lakini wakati kumbukumbu zikilala hapa, muziki huamka karibu. Ndani ya Teatro Colón, sauti husikika kwa namna tofauti. Kuba lake hupinda mwangwi kama upepo katika korongo. Mapaa yenye umbo la duara husambaza mawimbi ya sauti kwa usawa, kama maji yanayotiririka juu ya jiwe. Karibu yake, ukumbi wa michezo umegeuka kuwa maktaba. Shangwe zimegeuka ukimya. Katika jiji hili majengo hayapotei, hubadilika. Amerika ya Kusini huongea kupitia sanaa, kupitia rangi, maumivu na mapinduzi. Hapa michoro huonesha utambulisho, sanamu huchora mipaka ya asili ya mtu, sanaa huwa jiografia ya akili. Lakini rangi kali zaidi ya jiji ipo kando ya mto. Eneo la La Boca, wahamiaji wa Italiano walijenga nyumba kwa mabaki ya meli. Rangi zilizopakwa zilitokana na mabaki ya rangi ya meli. Pale ambapo viwanda vilikutana na umaskini, sanaa ilizaliwa. Bandari huvutia watu. Watu huleta utamaduni. Utamaduni hubadilisha mahali. Lakini jiji hili lina mapigo ya moyo ya zamani zaidi. Ndani ya San Telmo, tango ilizaliwa gizani kati ya mabaharia, wafanyakazi na waotaji. Midundo yake ni ya taratibu, ya karibu na iliyojaa hamu. Kila hatua husimulia hadithi ya mbali na shauku. Jiji hupumzika wapi? Eneo la Palermo, saruji hutoa nafasi kwa miti. Bustani huwa mapafu. Miti hupoza mji kwa kutoa mvuke wa maji, kiyoyozi cha asili.
Hapa maisha ya mjini husimama kwa muda mfupi ili kupumua, lakini maji huzunguka tena. Bandari zilizokuwa zimeachwa zimefufuka kuwa kioo na mwanga. Puerto Madero ni ushahidi kwamba miji inaweza kuzaliwa upya, lakini karibu yake uwanja wa mpira hunguruma kama kiumbe hai. Mpira wa miguu hapa si mchezo tu, ni imani. Mashabiki wanapoimba, ardhi hutetemeka kama tetemeko la ardhi. Ni alama gani inaunganisha chuma na mwanga wa jua? Ua kubwa hufunguka pamoja na jua na kufunga pamoja na mwezi. Linatukumbusha kwamba hata mashine zinaweza kuheshimu asili. Chuma kinaweza kuiga petali. Teknolojia inaweza kuinama katika mwanga wa jua. Buenos Aires si jiji tu, ni somo kwamba mito hujenga mataifa, kwamba wahamiaji hupaka rangi utamaduni, kwamba ardhi huumba maisha na maisha hubadilisha ardhi. Kadri kina cha bahari kinavyoongezeka na hali ya hewa inavyobadilika, miji kama huu hutufundisha jambo muhimu: kukumbuka tunaposimama, kulinda ardhi iliyo chini ya miguu yetu, na kamwe tusisahau, kila mji ni hadithi ya dunia pamoja na mikono ya binadamu katika uumbaji.